And there is an AD imepotea, kwanza ni ya Gen Z. Anaitwa Victor. Sawa. People power. Asanteni sana. Leo ni siku nyingine. Kwa wale ambao ni wageni hapa, kwa majina ni Willis Mboga, mwenyekiti bunge la mwananchi Kenya na Afrika Mashariki, na mbunge mtarajiwa Bomachoge Church constituency. So mimi nataka kusema yafuatayo. Jana nilimwambia Mama Samia Suluhu alikuwa ameweka jeshi mipaka yote, lakini kwa bahati mbaya vijana yangu zaidi ya 10,000 walikuwa washaingia Tanzania na kazi inaendelea. Na mimi nataka kusema hivi, Mama Samia Suluhu aliguza nyuki, alichokoza nyuki ile siku alianza kukandamiza wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi nikamwambia hii hatutakusamehe. Na kwa sababu hatutakusamehe, Mama Samia Suluhu chini ya masaa 24 ijayo lazima uresign ukwende nyumbani. Na nataka kuambia vijana yangu wale ambao wako Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Tanganyika kule, Zanzibar kule chini, kule Shinyanga, Singida Mashariki, kule Tabora, Kigoma, kazi iendelee. Kazi iendelee. Na sasa hivi tunavyozungumza, mpaka ya Uganda kule Kagera na Tanzania vijana wamefurika fuli, wanataka kuingia ndani. Ndugu yangu Bobby Wine amenipigia mimi simu asubuhi akaniambia kazi lazima iendelee. Haya, ukiingia katika mpaka ya Kenya Tanzania kule Isibania, ndugu yangu Heche ameniambia vijana wako choncho mura, wamesema lazima waikomboe nchi ya Tanzania kutoka kwa minyororo ya mabeberu. Iko muungano mmoja hapa. Iko muungano mmoja hapa anaitwa former president wa Tanzania, anaitwa Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye ndiye anamislead Mama Samia Suluhu. Nasikia jana usiku ametorokea Kenya. Nataka kuambia Minister of Foreign Affairs ya kwamba huyo jamaa asikae hapa zaidi ya masaa 12 ijayo. Apatikane JKIA, aingie Tanzania Mwalimu Nyerere International Airport. Nasikia sasa hivi imetekwa nyara. Wananchi wa Tanzania wanaipea ulinzi wa hali ya kutosha. Wananchi wa Tanzania wanaambia jeshi wachukue serikali, tukingoja uchaguzi wa ukweli na haki. There must be reforms in Tanzania. No elections, no reforms, no reforms, no reforms, no reforms, no elections in Tanzania. And we stick to our stand. Na lazima hiyo itekelezwe na tume ya kuandaa uchaguzi Tanzania. La sivyo, mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi Tanzania nasikia amekimbia Zanzibari. Nataka urudi Tanzania bara, ueleze wananchi wa taifa ya muungano ya Tanzania ukweli, na Banaya former judge uambie ukweli. Mama Samia Suluhu alikupa pesa ngapi umtangaze kwa njia isiyoeleweka. Nasikia vijana wangu, ndugu zetu wa Tanzania wamesema lazima haki tendeke. Wale watu ambao wamekuwa abducted, wale mateka walioko gerezani, ndugu yetu Tundu Lissu aachiliwe, na wengineo ambao wamewawa, lazima haki yao ifanye nini? Itekelezwe. Tukitoka hapo, jana nimeambia ndugu yangu Yoweri Kaguta Museveni ajipange, kwa sababu nimesikia pia vijana wametuma ujumbe kwa ofisi yangu kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki. Wameniambia kuanzia Ijumaa ijayo wako barabarani Kambara, Tororo, kule chini ukielekea Busia, wataingia kule Kasese. Wote wamesema wako tayari kuikomboa nchi ya Uganda pia. Na vile tulipeana ratiba yetu, tukitoka Uganda tunarudi wapi? Kenya. Nasikia rais aliye mamlakani nchini Kenya jana ametamka matamshi ambayo sisi wa Kenya tulikemea.
Juzi alituambia kazi yake ni ya kumtuma former prime minister ambaye saizi ni the late Raila Amolo Odinga kule Bondo. Jana amesema wazi akiwa ziarani kule Rift Valley. Amesema ya kwamba wale watu walikuwa wanamwekea sufuria kichwani sasa hawapo. Naona wananchi wamenyamaza, wanasema hiyo ni kawaida. Hiyo sio kawaida. Rais wa Jamhuri ya Kenya anazungumza ya kwamba wale walikuwa wanaweka sufuria kwa vichwa sasa hawapo. Nani hawa hawapo? Raila. Nataka nimwambie ndugu yangu William Samoei Ruto, hata wakifa wote ubaki peke yako, bado our mission, our resolution of you being a one-time president is unstoppable, it stands, and it is inevitable. Nobody can challenge the people's sovereignty, the people's decision. And I want to tell you, Mr. President, immediately, September 7, 2027, you are a criminal. We will take you to court and we will take you to jail. You will be the first customer in the committee from 8 September 2027. And I want you to mark this word here. We will never tolerate you continue being free from September 8 after you have left power. Because 2024, we lost so many lives in this country because of your rudeness. We told you, drop this bill. Ukasema, hii haiwezi angushwa. Mimi ni William Samoei Ruto, ambaye ni mjuaji, ambaye anaelewa sheria, ambaye ni mwanasiasa hatari. Tunataka kuambia ndugu yangu, kiburi lazima ikome. Na kiburi haikomi Kenya peke yake, inakoma Afrika Mashariki. Tukimaliza hii Afrika Mashariki, nasikia pia Warwanda wameanza kupiga simu. Warwanda wameanza kupiga simu. So, kazi itaendelea. Na hizi harakati, sisi kama Wakenya, katika hizi harakati, juzi tumeanzisha ya Israel Palestine, tumesucceed. Tumehakikisha kuna ceasefire Israel Palestine. Na bado tutaendelea kufuatilia maneno. Haya, na ngine hapa, huyu kijana, huyu ndugu yetu wako USA hapa, anaitwa Donald Trump, ameanza kuteza vijana kutoka Venezuela. Nimekuwa kwa embassy ya Venezuela, tumezungumza na ambassador, akaniambia ya kwamba lazima tutetee haki ya wananchi ambao wanakandamizwa, sio Afrika peke yake, bali ulimwengu mzima. Na hatutaruhusu mtu yeyote kukandamiza binadamu yeyote ulimwenguni. Na sisi kama Wakenya, kwa ile space tuko nayo hapa Kenya, na ile nguvu tuko nayo, kupitia ile katiba tunayo, hatutaruhusu unyanyasaji wa binadamu, unyanyasaji wowote uendelee duniani. Asanteni sana, tutaendelea kushikana kuhakikisha ulimwengu ni safi kwa kila binadamu, kila mwananchi na kila mtu duniani. Asanteni sana.